Asante sana, asante sana. Sisi ni wa Afrika, sisi ni wa Afalme, sisi ni wa Afrika sio kwa sababu tumezaliwa Afrika. Sisi ni wa Afrika kwa sababu Afrika imezaliwa ndani yetu. Ni mimi Mpoki Buya Kamina Mwandagasa. Tunasema sisi tupo kama tupo, lakini tulikuwepo kutokaka ni amani basi kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake, nikimaanisha kwamba maeneo mengine basi amani hiyo hakuna. Siku zote tunasema kwamba mambo ni mukide, mambo ni mpekeche na dawa ya moto siku zote basi huwa ni moto. Lakini pia vile vile kwa kuwa wameamua kukubaliana kuto kukubaliana katika ya kwao, wakaona njia pekee ya wao ni kutumia mtoto wa bunduki ili kuweza kumaliza tofauti zao, basi acha manyang'ao uendelee basi kumalizana. Tupo huko duniani kipindi ambacho Marekani, taifa kubwa lenye nguvu duniani, linakwenda kuwa taifa kubwa lisilo na nguvu duniani, na hii ndio tatizo kubwa ambalo linamfanya Marekani anakuwa na paniki. Marekani na paniki kwa sababu amekuwa taifa kubwa lenye nguvu duniani. Na sasa hivi cha ajabu ni kwamba anakuelekea ameshafika hatua sasa sio taifa kubwa lenye nguvu duniani, na kwa asili kabisa naona kabisa hapa nguvu yao imepungua. Ushawishi wa Marekani kiuchumi umepungua kwa asilimia kubwa sana. Uzalishaji wao wa viwanda vya ndani umepungua kwa asilimia kubwa sana. Nguvu kazi ya vijana hakuna. Viwanda vimeporomoka. Uchumi kwa maana kwamba Marekani yupo kwenye panicking kubwa, panicking ambayo imewahi kuyakumba mataifa mengi sana, na mwisho wa siku waliposhindwa kutumia akili vizuri, wakatumia hisia, walijikuta wameangukia pua, wakaporomoka mno kiuchumi. Hata Roma Empire walifikia hatua ambayo hiyo kwamba walifika hatua kwamba walikuwa wameyumba kiuchumi na walikuwa wanaporomoka kiuchumi, wakafanya makosa makubwa sana. Na moja ya makosa makubwa waliyofanya ni conservativeness, kuamini kwamba wao hawawezi kushuka, hawawezi kuporomoka kiuchumi sababu wao ni wakubwa. Unajua ukishakuwa mkubwa unataka wewe ni mkubwa tu siku zote. Ndivyo Marekani imefika hatua kwamba yeye ni mkubwa kwa mbinu pekee ili Marekani aweze kurudi kwenye asili yake, kwenye ukongwe wake, kwenye ukubwa wake aliyokuwa nao. Kwa sababu sasa hivi kumbuka wapinzani huwa wakosekani. Yuko mpinzani mkubwa ambao ni China. Tunasema China ni dubwana. Yaani China ni dubwana kubwa ambao bado kubwa limelala. Mchina na kila kitu sasa hivi. Juzi Marekani amekuja na bajeti ya usalama na ulinzi, au bajeti ya vita. So bajeti ya Marekani mara nyingi ni bajeti ya vita. Bonge moja la bajeti kubwa, na bajeti kubwa mno. Marekani matumizi makubwa kwenye mambo ya kipumbavu, yani mambo ya vita ndio ameweka nguvu kubwa kuliko kuweka nguvu kubwa kwenye mambo ya uchumi. Ingekuwa Mchina bajeti ya China kama ni dola bilioni 200 hivi, 50 bilioni 300 ndio bajeti ya China. Bilioni 250 bilioni 300 bajeti ya China. Bajeti ya Urusi ni kama kwenye milioni dola bilioni ngapi? Bilioni 95 mpaka bilioni 100 na bajeti ya Urusi ya kijeshi. Umeelewa? Lakini angalia bajeti ya Marekani kwenye mambo ya kipuzi. Wangetumia hizo pesa kuwekeza. Kuwekeza kwani kuvibusi viwanda vyao ambavyo vimekufa. Kuongeza uzalishaji, kuongeza ubunifu ambao sio. Sasa bajeti ya Marekani imefika bilioni 900, dola bilioni 900. Jiulize dola bilioni 900 na point hivi kadhaa hivi. Dola bilioni 900 bajeti ya ulinzi Marekani. Na Marekani sasa hivi ameshagundua kwamba Mchina yupo, na sasa hivi tunavyoona kwamba Marekani dola yake inakuwa kama vile ni haina thamani tena, sababu mwisho wa siku ni kwamba dola Marekani inapokosa thamani ndio uchumi wa Marekani unayumba. Ndio uchumi na pia vile vile fahamike ya kwamba uchumi wa Marekani unapoyumba hata athari zake ni mpaka mataifa mengine madogo. Lakini pia vile vile uchumi wa Marekani unavyoyumba, Marekani ndio inaanguka hivyo. Na pia Marekani haiwezi kuanguka ndani ya siku moja. Kumbuka Roma ilijengwa kwa miaka karibia 300. Miaka karibia inajengwa 100, lakini Roma ikaja ikaporomoka kwa miaka karibia 200. Umeelewa? Na Uingereza vile vile ilikuja ikaporomoka ndani ya miaka 50. Kwa hata Marekani ilichukua miaka mingi kuporomoka. Sasa angalia Marekani amekimbilia Venezuela. Amekimbilia Venezuela kwa Nicolas Maduro. Kwanza amekimbilia Kongo. Kongo kule amekuja kama ni mtu wa amani. Yaani kwamba amekuja kuleta amani Kongo Mashariki. Tangu lini? Mambo ya Afrika, yaani tangu lini Mwafrika akakuletea amani wewe? Kuna wasema nasema kwamba yaani Mwafrika aliyepeleka baba zako utumwani, baba zako wakabako, baba zako wakauawa, baba zako wakateswa utumwani. Yaani mzungu aliyepeleka baba zako utumwani, akatesa baba zako, akawaua, akawabaka, akalawiti, akachukua maeneo. Mzungu huyo ndio akalekuletea Biblia, itataka kupeleke wewe mbinguni. Umeona upuzi jinsi mambo yalivyokuwa ya kijinga.
Mambo yalikuwa ya kijinga. Mzungu huyo. Sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba Marekani amekimbilia kule Venezuela. Kwanza alikimbia, amekimbilia Ghana. Ghana huku atatoa madini sababu hakuna kitu, nishawaambia siku moja. Yaani katika kitu ambacho niliwaambia siku moja, pesa makaratasi hizi. Haya pesa ni makaratasi. Yaani tunasema hasara ni roho, pesa makaratasi. Pesa thamani yake hushuka, pesa thamani yake huporomoka, thamani yake huanguka. Pesa huwa zinapotea kabisa. Pesa hazina thamani. Niwaambia siku moja, uchumi wa nchi haulindwi na makaratasi haya ambao mmedanganyana na wazungu. Mzungu anakuja Afrika anaomba makaratasi, achukua madini ya kila aina, achukua mafuta, anachukua vitu vyenye thamani, anachukua ardhi. Mzungu huyu anakuja Afrika anakupa makaratasi. Yani pesa hizi haina thamani. Kitu cha kwanza chenye thamani ni madini au dhahabu. Dhahabu ndio imetumika kwa miaka mingi. Dhahabu imetumika kwa miaka mingi kulinda uchumi wa nchi. Na hata nchi yote iliyofilisika zamani, empire yote iliyofilisika ikaanguka, maana yake ilishiwa akiba ya dhahabu. Wewe angalia mataifa maskini. Kwa nini ni maskini? Ni maskini kwa sababu mataifa ya Afrika hana hazina ya dhahabu, hana akiba ya dhahabu. Kitu chochote kinachoweza kuokoa uchumi wa nchi ni dhahabu. Au madini yote yale kwa sasa hivi yani bila nchi ambayo haina akiba ya dhahabu, haina akiba ya almasi, haina akiba ya tanzanite, haina akiba ya lithium, haina akiba ya madini yoyote yale, hiyo ni nchi masikini. Sio umeelewa? Kwa hiyo Marekani sasa hivi anakimbizana na muda sababu pesa yake haina thamani, anakimbilia kwenye madini. Na madini sasa hivi yanatumika sawa ya teknolojia. Kumbuka katika ulimwengu wa teknolojia, na Marekani yupo nyuma. China anamkimbiza sana, anamwacha nyuma sana China. Na Mchina ndo taifa ambalo karibia 22 ya vijana wake wako viwandani. Lakini Marekani ndo taifa ambalo 3% tu, au 2 mpaka 3 ya vijana ndo wako viwandani. Maana Mchina anazalisha zaidi kuliko Marekani. Marekani anakimbilia wapi? Amekimbilia Kongo. Kongo kufanya nini? Eti ni msuluhishi wa amani. Na kule Kongo wamefaje? Wamegawa Kongo Mashariki. Marekani anakuwa na Rwanda, anakuwa na Kongo. Anakuwa na Kongo. Sasa jiulize, Kongo imemegwa na M23. Imemegwa, rais yupo tu kimya. Na kule Kongo Marekani amefuata madini, na wiki iliyopita ametuma makamanda kule wa kutosha waende wakikosama nchini Kongo. Ndio maana M23 walivyoingia Uvira, wakaambiwa kwamba warudi kilomita 75. Hawakuambiwa waondoke. Wameambiwa warudi nyuma kilomita 75. So maeneo ambao wameingia ni maeneo ambao tayari hapo ndani ya mkataba yako chini ya udhibiti wa Marekani. Sema amekimbilia Venezuela Marekani kwa Nicolas Maduro. Anasema kwamba analinda heshima ya Marekani. Heshima ipi analinda? Analinda heshima ipi ya Marekani? Anasema analinda heshima ya Marekani. Alinde heshima ya Marekani Trump ni kwamba ameshaona wazi bila kwamba Marekani haiheshimiki tena. Sehemu nyeti, mafuta wa Mchina ameshawahi. Kwenye madini Mchina ameshawahi. Kwenye uchumi Mchina ameshawahi. Kwenye diplomasia Mchina ameshawahi. Kwenye miundombinu Mchina ameshawahi. Kwenye teknolojia Mchina ameshawahi. Yaani Mchina ni mjanja. Sasa Venezuela ni nchi ambayo inaongoza kwa uzalishaji, kwa kuwa na hazina kubwa ya mapipa, hazina kubwa ya mafuta ulimwenguni, ndio inaongoza Venezuela. Kwa pale Marekani pale ameshajua tayari Venezuela ameshaingia ubia, ameshasaini mkataba wa miaka 16 na China ya mafuta. Marekani anafahamu kwamba tayari Venezuela ameshaingia mkataba wa ulinzi na usalama na mafuta vile vile na Urusi. Marekani anafahamu kwamba tayari Venezuela ameshaingia mkataba wa ulinzi na usalama na Iran. Tayari vile vile Marekani anafahamu kwamba tayari Venezuela ile hazina yote ya mafuta yote, hata nufaika nayo hata siku moja. Na ni aibu kwa Marekani. Na Marekani mbinu pekee kama sasa hivi ni nguvu. Anatumia nguvu ili kuweza kumdhibiti Nicolas Maduro. Na Nicolas Maduro mpaka ninapozungumza hapa tayari ameshagawa silaha za kutosha kwa wananchi wake. Amewagaia wananchi silaha za kutosha kwamba ni kesi ile nchi imevamiwa, kila mwananchi aweze kujitetea. Na kinachoonekana ni wazi kabisa kwamba kama vile wananchi wa Venezuela wanamuunga mkono na wanamkubali Nicolas Maduro. Kwa sababu inapotokea hali kama hii ya vitisho, Venezuela imezungukwa, afu na wananchi bado wanaimani serikali. Maana yake ni kwamba wananchi wa Venezuela wanamuunga mkono, wanampenda Nicolas Maduro kwa asilimia kubwa. Isingekuwa hivyo hata jeshi pia linamkubali Nicolas Maduro. Isingekuwa hivyo ni kwamba tayari Maduro angeshapinduliwa na wananchi wake yeye wenyewe. Angeshapinduliwa na jeshi lenyewe, kwa sababu pressure ya nje ni kubwa, afu pressure ya ndani ni ndogo. Pressure nje inapokuwa kubwa afu ndani kuna pressure inapokuwa ndogo, maana ni kwamba wananchi wa Venezuela, jeshi la Venezuela linamkubali Nicolas Maduro. Kwa hiyo Marekani anahangaika atapata sababu gani? Hali ni mbaya.
mambo yamemgeukia vibaya mno, na aliyekuja kuliona hili ni Trump. Yeye Joseph Biden alikuwa na shida, Trump ndo amekimbia, sababu unahitaji wawekezaji wa Marekani, unahitaji mafuta, wanahitaji madini mbalimbali, wanahitaji maeneo mbalimbali, wanahitaji uwekezaji ili waweze kurudi katika ubora wao. Tumeelewa? Lakini mchwazo ni kwamba wanawekeza wapi? Sababu kila kona China amebana. Wakiangalia mafuta Venezuela ndo hazina kubwa. Sasa Mchina ameingia mkataba wa miaka 16 na Venezuela, juzi miaka 16. Mwangalia kwamba hali ya Marekani ni mbaya, ndio ibidi Trump atumie nguvu kubwa sana za kijeshi. Sasa hivi amezunguka Venezuela yote. Kwa sababu gani? Anataka kuivamia. Anakamata meli mbalimbali ambazo zimebeba mafuta. Anasema eti kwamba analinda heshima ya Marekani. Alianza na kitu cha kwamba ameenda kule kwa ajili ya kufukuzia na kuwatafuta walanguzi na wanunuaji wa madawa ya kulevya. Kumbe ni uongo mtupu. Mwisho ni kwamba anataka aipindue serikali ya Andiko Simodulo ili aweze kudhibiti madini, aweze kudhibiti mafuta, aweze kudhibiti siasa na uchumi wa Venezuela ili aweze kunufaika kupitia mafuta yale. Bila hivyo, bila yale mafuta, Marekani hamna kitu. Kwa hiyo tunapoona kwamba hizi hasira nyingi za Trump na nini, alienda kule Ukraine kule, akasema anataka madini, akasaini mkataba wa bilioni 500. Kwanza akasema kwamba msaada wowote ambao Ukraine amekuwa akipewa, huo msaada ambao amekuwa akipewa na Marekani chini ya uongozi wa Joseph Biden, haukuwa msaada wa bure. Ile ni deni ambalo Zelensky anatakiwa alilipe. Unaona, Zelensky anatakiwa alipe. Akasema Zelensky tunamdai bilioni 500 dola za Kimarekani. Kwa sababu tangu vita vimeanza, Marekani imekuwa ikisaidia Ukraine. Kwa ule haukuwa msaada, ilikuwa ni deni. Kuna bidi Zelensky anaambiwa alipe bilioni 500 ama aweke rehani baadhi ya madini yake nyeti kabisa nchini Ukraine ili waende sawa. Na Trump akamwaahidi Zelensky